at'imu kalban thalatha ayami fasayadhkuruka thalathan sinina wa at'imu al-insana thalathan sinina fasayansaka fi thalathan ayami. Mlishe mbwa kwa siku 3 atakukumbuka miaka 3. Mlishe mwanadamu miaka 3 atakusahau kwa siku 3. Ubinadamu jambo la muhimu, ubinadamu jambo zuri, ubinadamu jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelipenda. Kuna watu katika hii dunia wamefanya mengi mazuri kuwafanyia watu. Kuna watu walijinyima kula kwa ajili ya kusaidia watu wengine ambao si katika damu yao. Kuna watu walijizuia mambo tofauti tofauti kuyafanya kwa ajili ya kuangalia maisha ya watu wengine kwa kuwasaidia. Kuna watu walipambana katika safari, walipambana katika mitihani, walipambana katika mazingira tofauti tofauti kwa sababu ya kushika ndugu zao, kukaa nao karibu na kuwatengenezea maisha. Mavuno ambao wanaipata mpaka sasa ni matusi, kudharauliwa na kuzungumzwa vibaya. Hii ndio dunia. Kuna watu wamehangaika kwa kupambana kwa hali na mali kwa ajili ya kuwasaidia. Ewe ndugu yangu, leo unasimama, unakuwa mbora mbele ya watu, unakuwa mbora mbele ya jamii. Leo unapata pesa, unapata umaarufu, unapata vitu tofauti tofauti. Hebu tizama nyuma, kuna watu waliokushika mkono mpaka ufike na nafasi hiyo ambayo unapo. Lakini leo malipo yao wanaoyapata kila siku ni kutukanwa na kuzungumzwa vibaya. Ndugu yangu katika imani, tizama kuwa pale ambapo mtu anakusaidia, anapambana katika jasho lake kwa sababu ya kukupigisha hatua, fahamu kuwa kinachorejesha kwako wewe yabidi umshukuru, ima kwa kumlipa au kwa kumwombea dua, si kwa kumzungumza vibaya, si kwa kumtukana na kumkejeli. Dunia hii inazunguruka, kama tadini tudani. Kama unavyofanya, fahamu kuwa na wewe utakuja kufaniwa. Kuna watu kwa sasa wamefilisika, kuna watu wanaishi maisha magumu, kuna watu wamepata tabu kwa sababu ya ndugu ndo wanawasababisha kwa sasa waishi katika maisha ya mateso. Ila mfahamu kuwa yule binadamu ambaye halijitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kuwatengenezea maisha, kwa ajili ya kuwapamba na kuwaweka sawa, kwa makusudio ya kuwasaidia kwa ajili ya Mola wake, Mwenyezi Mungu halali, Allah hayyun, Mwenyezi Mungu yuko hai, Allah atamlipia hata siku ya Kiyama, yaumul hisab. Mfahamu kuwa mtalipa dhulma zile ambazo mlizozichukua kwa lengo na kumharibia aliyekutoa katika shida, aliyekusaidia. Mwenyezi Mungu anapenda tuwe na shukurani. Hebu tutizame ni wapi tumetoka, ni maisha gani tumeishi, na ni watu gani ambao walitamani kutusogeza mpaka leo tuko hapa. Bila wao tusingefika hapa. Ijapokuwa kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu, lakini inapitia sababu pia ya mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, rejesha shukurani kwa yeyote yule unajua alikushika mkono, hata kwa ushauri pia rejesha shukurani, na Mwenyezi Mungu atakubariki katika maisha yako. Ndio tunayoambiwa, mlishe mbwa ambaye ni mnyama muda wa siku 3 atakukumbuka miaka 3. Mlishe mwanadamu muda wa miaka 3 atakusahau kwa siku 3. Ni wangapi? Shukrani ya binadamu dogo, shukrani ya binadamu chache, shukrani ya binadamu haina faida. Ndugu yangu katika imani, unapofanya jambo la heri, fanya kwa kutarajia malipo kwa Mola wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila utakayofanyia watu inaweza ikapotea hiyo heri kwa watu, lakini kuwa na yakini katika nafsi yako kuwa unachokifanya hakitopotea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uzuri wa Allah haambiwi, Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja wake, fajazaa bimakanu yaksibun,
watu watalipwa kutokana na yale walioyatanguliza. Kama ulipanda heri utalipa heri, na kama ulipanda shari kadhalika utalipwa shari. Ni wangapi leo unaweza ukamsaidia mtu, ukamfadhili mtu, ukamlea mtu, ukamsaidia mtu, lakini akashindwa kwenda kuzungumza shukurani yako na wema wako uliomsaidia, lakini anachoenda kupeleka kwa watu ni madhaifu na mabaya yako tu. Binadamu ni wachache sana kuzungumza pale aliposaidiwa na kuthaminiwa, lakini madhaifu na madhara ndio tunapelekeana. Unaweza ukamsaidia mtu, ukamfadhili mtu, ukakaa naye vizuri, ukamlea mtu, lakini shukurani kwake ni kwenda kukuzungumza vibaya na kupoteza fadhila ambao uliifanya kwa ajili yako. Usiwe na wasiwasi, kuwa na yakini, kuwa na imani. Amini kuwa ukipoteza heri yako kwa wanadamu, basi fahamu kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipotei. Allah anatupenda na tuendelee kufanya wema. Sababu ya watu wachache isitusababishe tukashindwa kusaidia watu wengine. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.